atanijibu lakini hajanijibu. Acha nimpigie simu kwanza nimuulize vipi tukutane hapa, maana mimi na wasiwasi sana. Halo. Vipi, uko poa? Mimi niko poa. Sasa wajua ile mada juu zile tuliongea, ulisema kwamba nikupe muda unafikiria alafu utanijibu. Lakini naona siku zinaenda bado hujanijibu. Sawa, wasemaje? Hata alikuwa shasahau. Basi naja. Usitoke naja. Tana mimi niko hapa 22 Kevu. Uje fast tuzungumze. Toke naja. Sawa. Vipi? Bwana Mbii. Kumbe ushafika wewe? Haya. Niambie lakini. Niko poa. Zatoka juzi. Fresh. Kina mzee wangu umetulia kweli toka siku ile, yani mimi nasikiza majibu, sijibii wewe unipigii simu, sioni message. Sasa shida iko wapi bwana? Hata nilikuwa nishasahau. Na kweli yani nikambe sina bwana. Okay. Wacha tusonge mbele. Sasa vipi kuhusu ile jibu langu? Maneno naona wakati ndio huo naenda. Na mimi unajua hivi vitu nishafanywa sana kuongea na mtu alafu kwa mwisho wa siku na kukosana na mkosa yani. Unaona? Kwa mimi sasa nikukose kabisa, ni kwa sababu wewe ndio tegemeo langu na la mwisho. Kwa mimi naomba tu nikubalie tusonge mbele. Kuhusu hilo alikaa nikafikiria. Mimi naona sawa. Ila usiwe muongo, wewe uko serious. Labda nikutoe off. Labda nikutoe off. Mimi kwenye uongo yani mimi sikudanganyi kabisa. Mimi niko safi kabisa moyo wangu. Mimi nakupenda kweli na kuhitaji kabisa. Na kukooa hiyo ni lazima. Kukooa kwa sababu mimi nahitaji uwe mama watoto wangu. Na familia iko tayari kabisa hata leo mimi mzee. Kwa ndio maana yani mimi natafuta mwanamke ambaye atanifaa ili na nimeona wewe unanifaa. Kwa hiyo ile kondoo kuhusu kudanganya kuchiti ondoa shaka. Mimi siko hivyo. Kweli basi. Akia Mungu na watu. Basi sawa. Sawa. Basi naomba basi japo kumbatie. Angalau ndio kwa vile ninanipenda kweli nimekubaliwa. Kuliko ile kuniacha tu hivi, Ama wewe una. Sawa, kuna shida. Basi poa baby, hata mimi wa nyumbani sababu kuna kazi nilikuwa nafanya. Na nyumbani hata sijamwaga mama. Okay, basi poa, haina shida. Tuongea zaidi baadaye. Hapo baadaye.